Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mawigi yangu, malace wig ambayo na almost 2 years sijaweka kichwani. Na wigi original yanunua hela nyingi. Yaani watu wa nywele mnafahamu. Njoo nisogezee kamera. I want to say something. Unaona? Na hapa sijaweka mafuta wala nini. So naoneshea hata picha ambazo nakuwa zimetengenezwa vizuri. Nisoma andiko kutoka kitabu cha Kutoka 20. Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni na duniani. Hii neno lilikuwa linanisumbua sana kupitia roho ndani yangu. Mimi sijakwambia wewe usivai madude haya. Mimi najiongelea mimi na yamkini wewe inaweza ikakugusa. Roho Mtakatifu ananishuhudia sanamu si mpaka mfano wa mtu. Yaani hata haya madude haya ni sanamu ya nywele. Hii ni sanamu ya nywele. Kwa hiyo fanya maamuzi magumu. Maana ni weavings original kabisa hizi. Ni hela nyingi sana. Lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu alishanisaidia, nimesacrifice vitu vingi including makeup. Nilikuwa napaka kidogo, sio sana. Na of course na the reason why nilikuwa napenda haya madude ni kutokana na nature ya kazi yangu ambayo nilikuwa nikiifanya. Ilikuwa inanitaka niwe nabadilika kulingana na mazingira ama kulingana na kitu ambacho labda nilikuwa nafuatilia ama kufanya kwa wakati huo. Ama kwenye media, kwenye habari, kwenye you have to look smart and you know, ama kwenye nini. So mimi nimesikia amani yangu ya moyo. Sijakwambia wewe maana ucherevu. Naombeni vitu vya kuchoma. Naongelea amani. Nimeangalia amani yangu ya moyo. Hata kucha. Nilikuwa naweka kucha. Lakini kucha nimeacha siku nyingi sana. Kwa hiyo ni kucha bandia ni sanamu ya kucha. Nywele bandia ni sanamu ya nywele. Kwa hiyo sijasema tusijipambe, napenda urembo, lakini Biblia imesema tuwe na kiasi. Sasa unakuta saa nyingine tunapaka makeup nyingi. Oh my goodness. Sio kwa kuongeza magari yangu. Saa nyingine unapaka makeup nyingi. Unaweka kope za bandia, unapaka marangi, unaweka kope, makeup kama unaenda kuolewa. Afu na abubu. So mimi nimeongelea kwa amani yangu. So kila mtu afunuliwe jinsi ambavyo ana. So sija kuhukumu, lakini kila mtu ana roho Mungu huwa anajifunua kila mtu kulingana na. So for me hii ni sanamu ya nywele na ita kwenye nywele zangu. Hiyo na mengine Mungu ataendelea kutubadilisha squad si. So this is ni nywele ambazo ni no original. Na kuna leso gumu niliuziwa milioni. Na leso gumu nilinunua 700,000, 500,000. Katika niliochoma la bei ndogo kabisa niliuziwa 300,000 nafikiri. Lakini for me namshukuru Mungu for everything. Ni ujumbe wangu wa leo. So sijahukumu mtu. Sijakwambia una dhambi ukivaa, lakini kila mtu anavyoshuhudiwa. Mimi kwangu mimi ni sanamu. Nimelipokea hilo. Kucha za bandia nimeweka sana. Nishaacha now it. Hata zaidi ya miaka 2 nenda 3 sijaweka. Kucha ya bandia ni sanamu ya kucha. Kope ni sanamu ya kope. Wigi ni sanamu ya wigi. Unaweza ukapendeza. Biblia inasema tuwe na kiasi. Kwa unaweza ukapendeza. Nywele zako ukazitengeneza tu vizuri. Kila kitu ukafanya simple, sio yani kisiwe too much. Yani
kuna ile unajipodoa mpaka yani mtu mwenyewe kuangalia anashtuka yani. Tupendeze, tujipambe, lakini isiwe sana. Biblia zaidi imetuelekeza tujipambe katika matendo yetu. Kwamba wanawake tujipambe katika matendo. Tuwe na matendo mazuri, tuwe na tabia nzuri, tuwe na tabia njema. Unaweza kujipamba una makeup, una manywele, una lakini una tabia mbaya, muuni, mzinzi, una mdomo mchonganishi, mlevi, una matusi. Lakini tuwekeze katika tabia njema na hivyo. Kwa hiyo sina mengi ya